Katika Uislamu kuna utaratibu ambao unatupaswa kujua kwa namna moja ama nyingine. Utaratibu ambao ukiwa huna kizuri cha kusema watakiwa unyamaze. Kwanza, kuna utaratibu mwingine wa kwamba wewe ukirimu mgeni. Pili, utaratibu mwingine wa wewe kumkirimu jirani yako. Na tatu, hayo sio maneno yangu, ni maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Mwisho wa kunukuu. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitupa hamasa ya kwamba yoyote yule, man kana yu'minu billahi, yule ambaye anaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu, wa bil yawmil akhir, na uwepo wa siku ya mwisho, falyakul khairan aw liyasmut, kama hana zuri la kusema basi anyamaze. Huo ndio utaratibu. Huna zuri mbele za wenzako, nyamaza. Hata nyuma wenzako, nyamaza. Kiufupi ni kunyamaza kama huna kizuri cha kusema. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, na yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho anatakiwa amkirimu jirani yake. Watakiwa mjulie hali jirani yako, hususan kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ujue jirani yako anafuturu nini, ujue jirani yako anaishi vipi, ujue jirani yako kuhusiana na watoto wake mtiririko ukoje. Yani mtiririko mzima maisha ya jirani yako ni haki yako kujua, iwapo naye mwenyewe jirani anataka. Waman, na yule ambaye kwamba kana yu'minu billahi, amemwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, amkirimu mgeni. Hapa sasa tutakiwa tuhimize, mgeni anapokujia lazima umkirimu. Huo ndio utaratibu katika dini yetu ya Kiislamu.